Movie yetu ya leo inaanzia hapa. Kuna binti huyu hapa alikuwa amepata ajali. Mamake akawa anaangaza huku na kule aone kama ataweza kupata mtu ambaye atampatia msaada mtoto wake. Wakati wakiwa pale wanasubiria, kuna ambulance iliweza kufika ambayo ilikuwa ni helikopta. Kuna daktari mmoja alikuwa ameingia lile eneo. Baada ya kuweza kufika, akawa anahitaji kuweza kupitiliza, lakini yule mwanamke akawa amemuita na kumwambia, tafadhali njoo usaidie mtoto wangu. Jamani, mtoto wangu ndio ana hali mbaya, tafadhali njoo msaidie. Lakini jamaa alimjibu na kusema, wakako hana serious injury, kwa hiyo inabidi uweze kumsaidia hapo mwenyewe. Yule mwanamke akasema, tafadhali njoo msaidie mtoto wetu jamani. Kumbe huyo daktari na huyu mama ni mtu na mume wake. Msaidie mtoto ana hali mbaya. Lakini jamaa kuweza kumsikiliza, akaenda kumuokoa mpenzi wake wa zamani. Mpenzi wake wa zamani alikuwa pia na mtoto. Kwa hiyo jamaa akaachana na mtoto wake, akaenda kuokoa mtoto wa mpenzi wake wa zamani. Yule mwanamke alishuhudia ile tukio, akawa anamuita mume wake aje amsaidie mtoto, lakini wakamchukua mtoto yule ambaye ni mtoto wa ex wake wa zamani, basi wakawa wameondoka. Yule mwanamke akawa amenyanyuka pale na kupiga kelele huku akiwa anawaita, lakini hawakumsikiliza, wakawa wameondoka. Yule mwanamke alifanya utaratibu, hatimaye akawa amemfikisha mtoto wake hospitali. Wakati huo mtoto wake alikuwa kwenye hali mbaya sana, akawa amebaki pale akiwa analia, aelewe atafanya nini ili kuweza kumsaidia mtoto wake. Baada ya muda daktari alitoka kwenye kile chumba, kisha akamfuata yule bibi ambaye anaitwa Ana, kisha akamwambia, mtoto wako amevujwa na damu nyingi sana, hivyo ilikuwa inatakiwa iweze kupatikana damu ili kuweza kumsaidia mtoto wako. Basi binti ilibidi afanye utaratibu wa kuweza kutoa damu ili kuweza kumsaidia mtoto wake. Akawa amepita pale na kuja mume wake akawa amemshika mkono na kumpeleka moja kwa moja kwenye chumba cha kutolea damu. Kisha baada ya pale yule mwanamume akawa ameshika mkono imradi kuweza kumtoa binti damu. Binti alishangaa mume wake kwenye tukio la kutoa damu yuko faster kinoma, yani kama vile kuna kitu anawahi hivi. Basi chapuchapu alifanya mpango imradi kuweza kumtoa binti damu, akawa amemchoma sindano ile kwa ajili ya kuweza kutoa damu. Maana mtoto wao anahitaji damu. Kwa hiyo binti alikuwa ametulia tu hadi pale jamaa alipomaliza kutoa damu. Na baada tu ya mshikaji kuweza kumaliza kutoa damu, binti anashangaa jamaa anachukua ile damu anaondoka nayo. Sasa akashangaa anakoenda sio kwenye chumba cha mtoto wao. Ikabidi amkimbilie na kumstopisha. Huko anakoelekea ni wapi sasa wakati mtoto yuko huku? Ikabidi akimbia aende akamnyang'anya ile damu. Lakini jamaa alikataa kuweza kumrudishia binti damu, akawa ameng'ang'ania pale na kumzuia. Binti akasema mtoto ana hali mbaya na ili kuokoa maisha yake inatakiwa iweze kupatikana hii damu ili kwenda kuokoa maisha yake. Hapo inashangaa unachukua na kumpelekea mtoto wa ex wako kweli? Yaani damu ya kwangu. Alafu kamtibu mtoto wa ex wako wakati mtoto wako yuko kwenye chumba na hali mbaya. Lakini jamaa alisema wewe hujui chochote kuhusu daktari. Sasa kwa nini unipangie cha kufanya wakati unaelewa kabisa mimi ni daktari hapa? Ukitumwa mtoto mwenye hali mbaya utamleta huyo. Baada ya pale jamaa akawa amechukua ile damu na kuondoka nayo. Binti alibaki akilia, aamini kile ambacho mume wake anafanya. Binti alilia lakini hamna msaada wowote. Baada ya pale akawa amerejea moja kwa moja kwenye chumba ambacho yupo binti yake ambaye ni mtoto wake. Mitambo inaonyesha binti ana hali mbaya na wakati huu alikuwa ameweza kupata fahamu kidogo. Basi binti aliweza kufika pale, lakini mtoto anamuuliza, "Mama, mbona baba simuoni? Au hujamwambia kama niko hospitali aje kuniona?" Mama ilibidi aweze kuchukua simu na kumpigia mume wake, maana mtoto wake alikuwa anahitaji kuweza kumuona baba. Akachukua simu na kuweza kumpigia mume wake, lakini wakati huo mume wake alikuwa busy sana, yani yuko na mtoto yule wa ex wake, akiwa amesahau kabisa swala zima la kuweza kwenda kumsaidia mtoto wake. Wakati huo simu yake ilikuwa inaita, lakini jamaa alishika ile simu akaikata kabisa, hakutaka kuweza kupokea. Lakini kwa wakati huo yeye mbao anakata simu na huku mtoto anasema baba, wakati huo ndio analala mazima kabisa, yani akapoteza maisha pale pale. Mitambo ya kupumulia inaonesha kabisa binti tayari kashafariki, yani binti hayupo tena duniani. Mama alilia kwa uchungu sana, yani alilia kweli kweli. Lakini kifo kikishafika hata ulie vipi hawezi kubadilisha kitu chochote. Siku iliyofuatia mama ilikuwa ni siku ya mazishi kwa mtoto wake. Mama hakuweza kustopu kuendelea kulia, maana ukiona mtoto wako ndio anazikwa alafu hautomuona tena. Pale pale jamaa akawa ameingia lile eneo huko akiwa ameongozana na mpenzi wake yule wa zamani. Alipofika anashangaa kukuta nyumbani kuna watu wengi. Anawauliza, kuna shida gani? Mbona mmejazana hapa kwangu? Jamaa akaanza kuvuruga mashada, anavuruga kila kitu bila kujua ya kwamba mtoto wake kafariki na haya ilikuwa ni maandalizi ya msiba. Yeye alivuruga anaona kama vile uchulo hivi. Akawa anavuruga pale, lakini ghafla mwili wa mtoto wake ndio ukao unaingia muda huu. Akakimbia moja kwa moja ili aende akatazame ni kipi ambacho kinachoendelea. Mara machela, mara sijui mashada, ndio kuna nini hapa? Basi ikabidi aende akafunue. Basi ile anafunua anakutana na mwili wa binti yake. I say, alikuwa kashikilia keki kwa ajili ya birthday ya mtoto wake, lakini anakuja anakuta mtoto wake tayari kashakuwa marehemu. Bwana huu ujinga kaufanya mwenyewe mpaka kuweza kumpoteza mtoto wake, alafu leo eti anashtuka baada ya kumkuta mwanae tayari ni marehemu. Wakati akiwa bado kachanganyikiwa, aelewi ni nini ambacho kinatokea, yani ni kipi ambacho kinaendelea hapa. Basi pale pale mwanamke anampatia jipi, anamwambia acha kujitoa fahamu na kujifanya kama vile hujui kipi kinaendelea, nahitaji uweze kunipatia talaka yangu. Bwana, hii ni ile unajikuta ukiwa unazungumza mwenyewe, yani auelewi kama mwili unatembea au misimama, yani upo ueleweki yani. Maana jamaa alikuwa amekuja kwa ajili ya kusherehekea siku ya birthday ya binti yake, alafu anakuja anakuta nyumbani kuna msiba. Bwana, unajua hapa hata kama akili ilikuwa imeluka lakini lazima ikae sawa. Baada ya kukutana na picha kama hii, alichagua kuweza kumsaidia mtoto wa mpenzi wake wa kwanza, akamtelekeza mwanae, alafu sasa hivi anashangaa kile kinachoendelea nyumbani kwake. Bwana, hebu dondosha comment hapo na uniambie, je, ni sahihi huyu mwanadada kuweza kuomba talaka yake baada ya mwanamume kuweza kumtelekeza
kumzaza mtoto? Hebu niambie hapo kwenye comment. Jina langu ni DJ Shebi na achia mic kama kawa kama dawa. Na ili kupata miendelezo na movie kali, hakikisha unatembelea pale YouTube kwenye channel yangu ya DJ Shebi Mwamba wa Bunda, lakini pale TikTok ni Shebi Star na pale Facebook ni Shabani Juma. Basi hakikisha umenifollow pale Facebook na pale TikTok pia hakikisha umenifollow, lakini pale YouTube hakikisha umetembelea na kuweza kunisupport kwa kusubscribe, kulike na kucomment kwenye video zote ambazo unakwenda kuzipata pale. Kama wewe uko TikTok basi umeweza kupata kipande kikiwa nusu, basi tembelea pale YouTube unaenda unaipata ikiwa full kabisa na unaweza kuenjoy ukiwa na DJ Shebi Mwamba wa Bunda. Basi tunapatikana Bunda Mara Tanzania, tunawakilisha kama kawa kama dawa, hakuna mwingine zaidi, au sio bana? Basi asanteni sana mashabiki zangu wote pande zote za dunia ambao mnaoweza kunifuatilia, basi nipende tu kusema shukrani kubwa sana kwa sababu mnaonesha support na kuniendelea kunisupporti ili mradi niweze kufanya kitu kizuri zaidi. Basi endelea kubaki na mimi DJ Shebi, naweza kuachia mic. Asanteni sana na chao. Mwanamke sura misitaki mambo hayo, mwanamke shape sura tambuzi anayo. Misipendi mademu wembamba, napenda mademu wenye nyama nyama, waliojaza nyuma, wenye misambwa na wakitita, yani ni vidana dana. Oya wanawake sokoni wenye shepi kwanza,